Okay, asanteni sana kwa support yenu. Tunaendelea na mfululizo wa video zetu, na leo tunaenda kulizungumzia soko la handicap. Leo tutakwenda kulizungumzia soko la handicap ipasavyo, liweze kufahamika na jinsi gani linafanya kazi, jinsi gani tunaweza tukaweka handicap katika michezo yetu ya betting na kuweza kuwini beti hiyo na kupata profit ama kupata faida. Bila kupoteza muda, tukaangalia jinsi gani tunaweza tukatumia soko la handicap kwa usahihi. Okay, kama inavyoonekana, tutakuja kwenye mechi zetu kama kawaida. Ligi ya Premier League hapa. Tutachagua mechi moja kati ya mechi ambazo tunaziona hapa. Tutachukua mechi ya mfano. Tutachukua mechi ya mfano kama mechi ya hapa. Tutafuta mechi ambayo kidogo ni odds kidogo zina uwiana. Tutachukua mechi ya Nottingham Forest pamoja na Tottenham kama inavyoonekana, na odds kama tunavyoziona. Kuna odds ya 2, kuna odds ya 3 hapa kwenye draw, na huyu ana odds ya 2.86. Hii haijalishi ana odds 1 na odds 2, ni wewe mwenyewe tu, maamuzi yako na analysis zako ulivyozifanya. Kwa maana hiyo tutachukua timu hii ya Hotspurs na Nottingham Forest. Itakapofunguka kama hivi, tutakuja kulitafuta soko ambalo linaitwa handicap. Leo tutalizungumzia soko la handicap tu. Kwenye upande wa handicap, watu wengi wamekuwa wafanyia ubabaifu ili soko na kutokulielewa kiundani. Soko la handicap ni soko hili hapa. Hii ndo handicap ambayo tunazungumzia leo. Kwanza kabisa, handicap inafanya kazi vipi? Handicap inafanya kazi kama ifuatavyo. Hapa tuna Nottingham Forest yupo home, na huku tuna Tottenham Spurs yupo away. Kwa maana hiyo, hii mchoro ambao umegawa hizi hapa odds. Kwa maana hiyo odds hizi hapa panapopiga mstari, hizi hapa ni za home na hizi huku ni za odds za away, na hizi hapa kati ambazo zilobaki hapa kati, hizi zilobaki hapa kati ni draw. Kwa hiyo sisi tunachoenda kudili nacho, tutaenda kudili na odds za home pamoja na away. Hichi ndio kitu ambacho tunaenda kudili nacho, na hizi zilokuwa kati hapa tutaziacha kama zilivyo. Hizi hatutodili nazo kwa sasa. Tutazungumzia hizi kwanza ili tuweze kuelewa, maana hizi ndo zinatumika sana. Hizi za kati sio mara nyingi kutumika na ni chaguo gumu sana. Kwa maana hiyo tutatumia home na away. Huku vile vile tunaweza kuja kuona huku kuna magoli hapa ambao limewekwa 0.1. Kwa maana hiyo hii 0.1 goli moja bila. Kwa maana hiyo hii moja bila inamaanisha nini? Hapa inamaanisha kwamba wa nyumbani. Hii nipo kwenye home, si ndio? Kwa maana hapa tukisema tuipe hii, tukisema tuweke hapa kwenye moja bila, maana yake hapa tumemvua goli. Maana yake hapa tumemvua goli wa nyumbani. Tumemvua goli wa nyumbani kivipi? Kwa maana hiyo wa nyumbani hapa ana odds 4.80, ili huyu wa nyumbani, huyu Nottingham Forest, hii mechi
tukichagua chaguo hili ili huyu Nottingham Forest tuweze kushinda huu mkeka, maana hiyo Nottingham Forest anatakiwa ashinde magoli mawili, tena ashinde magoli mawili kwa bila. Kwa nini ashinde magoli mawili kwa bila ili tushinde hii beti? Kwa sababu tumechagua kwenye 0 kwenye 1 bila. Hapa nisikilize kwa makini, kwa sababu tumechagua kwenye 1 bila. Kwa maana hii inamaanisha kwamba alokuwepo home ni Nottingham Forest, kwamba Nottingham Forest ana bila na huyu huko ana 1. Kwa maana hii inaenda mazali tumeka hapa kwenye home, inaenda kumpa kwamba Nottingham Forest tumemvua goli. Ili Nottingham Forest ashinde hii mechi, inatakiwa Nottingham Forest ashinde goli 2 kwa bila. Kwa maana Nottingham Forest atakuwa tayari hapo tumeshashinda hii mechi, kwa sababu goli moja katika hayo magoli mawili anaoshinda, goli moja linaenda kufutwa, ambalo ndo hili hapa lichagua. Hili moja litaenda kufutwa, atabaki na goli moja. Kama alishinda goli 2, katika goli 2 moja litatolewa, atabakisha goli moja. Kwa maana itasabika wa Nottingham Forest ana goli moja bila. Na kama Tottenham Spurs atashinda goli moja, manake Nottingham Forest kashinda 2, manake huo mkeka utakuwa umechanika. Kwa sababu gani? Goli moja litaenda kutolewa la Nottingham Forest, litafutwa, atabakishwa na goli moja, kwa sababu sisi kwenye chaguo letu tumemvua goli, na ndio maana odds tumepata nyingi. Tumemvua goli, kwa maana litabaki goli moja, na kujumlisha na goli la Spurs itakuwa ni 1-1. Kwa maana hiyo mechi itakuwa imetoka draw. Mazani hapo utakuwa umepata chochote kitu. Basi tutoke hapa kwanza, ili tuende sehemu ambayo kidogo itakupa wewe uone, ambao utaifahamu kwa urahisi. Tuje hapa kwenye away. Kwa maana hiyo kama hapa na hii soko hili ambalo hapa liko, ambalo hapa lipo hivi kwenye 1, soko hili la kwanza tuchukulie sasa. Hapa tumekuja kumpa zetu Tottenham tumemwekea hapa. Maana yake hapa inamaanisha nini kwamba tumeweka Tottenham hapa? Kwa sababu goli lipo upande wa Tottenham hapa. Tumeona kwamba Nottingham Forest ana 0 ndo alokuweko home, na away yupo nani? Away yupo nani? Tottenham. Kwa maana hiyo Tottenham hapa atakuwa ana goli moja hapa. Tumechagua kwenye chaguo la goli moja. Kwa maana hapa tutakuwa tumempa Tottenham goli moja. Yaani huu mchezo haujaanza bado, lakini sisi tunahesabika, mazali tushaka chaguo hapa, tunahesabika kwamba Tottenham anaongoza goli moja. Ushanielewa vizuri? Hapa tunahesabika Tottenham anaongoza goli moja, lakini hilo tukisema tuje kutoa Tottenham tumpe Nottingham Forest, maana yake tutahesabika Nottingham Forest tumemvua goli. Kwa maana hiyo hii option hii uzuri zaidi inatumika kwenye away. Unapokuja kuona kwamba goli lipo upande wa away kama hivi tunavyoona, hii hapa goli liko upande wa away, na hii hapa option hii goli pia lipo upande wa away, na option hii goli pia lipo upande wa away. Kwa maana haya masoko hapa yote yanatumika kwa timu ya ugenini. Haya yanatumika kwa timu ya ugenini. Unaweza ukatumia kwa timu ya nyumbani, lakini ukitumia kwa timu ya nyumbani maana yake unamvua goli. Yaani unamvua magoli wa nyumbani. Lakini hii ina special kwa timu za ugenini. Ushanielewa? Na unapokuja kuona magoli yamekuja kusimama kwenye nini hii hapa, magoli yako hivi kwenye option hii hapa, kwamba yapo upande wa home. Kama hapa goli moja lipo upande wa home, hapa magoli mawili yako upande wa home, na hapa pia magoli 3 yapo upande wa home. Maana yake kama yatakuwepo upande wa home, chaguo tunatakiwa tuje kuweka kwenye upande wa home, kwamba tumempa. Tukiweka kama hapa home, maana yake home tutakuwa tumempa goli moja. Tukija tukampa hapa, maana yake home tutakuwa tumempa magoli 2. Tukija tukachagua chaguo hili, maana yake home tutakuwa tumempa magoli
matatu. Sasa twende na option hii kwanza ya away. Maana yake tumechagua chaguo hili hapa. Sasa kama tumechagua chaguo hili hapa, maana yake hapa tumempa Tottenham Spurs, tumempa goli moja kabla mchezo kuanza. Kwa maana hiyo Spurs mpira unaanza bila, lakini kwenye beti yetu tunahesabika Spurs tumempa goli moja na anaongoza moja. Kwa hiyo hiyo mechi itoke draw ya aina yoyote, ikitoka draw ya bila, sisi tutakuwa tumewin hiyo mechi. Na pia vile vile hiyo mechi ikija katoka draw ya moja, sisi tutakuwa tumewin. Pia vile vile hiyo mechi ikija katoka draw ya 2-2, sisi tutakuwa tumewin. Yaani draw aina yoyote hii mechi tutakuwa tumewin. Kwa sababu gani? Kwa sababu Spurs tumemuongezea goli moja kabla ya mechi kuanza. Kwa maana hiyo kama itatokea draw ya bila, maana yake Spurs ile goli moja ambalo tumemuongezea kabla ya mechi litajumuishwa katika matokeo sahihi ambayo ya mchezo uliobakia. Kwa mfano imetoka bila, kwa maana hapo tumempa goli moja, inahesabika Spurs ameshinda goli moja. Maana yake bet itakuwa so draw tena, maana yake itakuwa wewe na chaguo lako umempa Spurs, maana yake itakuwa umewin hiyo bet. Na ikitoka ya draw ya moja, maana yake ile goli moja ataongezewa Spurs, utakuwa unahesabika wewe na magoli mawili. Na ikitoka draw ya 2-2, maana yake litaongezwa ile goli moja, utakuwa unahesabika na magoli matatu, umempita kwa moja. Hii ndio handicap inavyofanya kazi.